Haleluya, Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Leo nataka nizungumze mambo mawili au matatu ambapo ni kipindi niliishia jana. Nitafundisha kwanza vishawishi vikuu vinne, tutafundisha hilo vishawishi vikuu vinne, lakini pia nitafundisha baraka. How unaweza kupokea baraka kutoka kwa Mungu. Baraka ni haki ya mwana kupata kutoka kwa baba yake. Baraka ni haki yako kuipata kutoka kwa baba yako. Haleluya, mtu wa Mungu. Yaani baraka ni haki yako mwana kuipata kutoka kwa baba, kama vile unavyohitaji kusoma. Ni haki ya mtoto kuipata kutoka kwa nani? Kwa baba yake. Haki ya kusomeshwa na baba ni haki ya mtoto, lakini baraka ni haki ya mwana kuipata kutoka kwa baba yake. Kwa hiyo baraka sio kitu cha kunyenyekea cha kukiomba. Baraka ni kitu cha kukiamuru kupokea baraka zako. Yaani kitu ambacho unakiamuru ili uweze kupokea baraka zako mbele za Mungu. Haleluya. Lakini watu wengi wakiwa wanatofautisha vitu hivi viwili, hasa wanapoingia sana maombi ya baraka. Kupe mfano mdogo tu. Kuna wakati mmezaliwa watano kwa baba yenu, mmezaliwa watoto watano, yani mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne na mtoto wa tano. Huyu mtoto wa kwanza, huyu mtoto wa pili, yeye yuko karibu sana na baba yake. Yupo karibu sana na baba yake. Kwa maana kila hatua anayoipitia huwa anamshirikisha baba yake. Baba, unaendeleaje? Asubuhi anampigia simu, mchana anazungumza naye, jioni anamueleza, baba, nimepitia hiki, nimefanya hili, nimechemka hapa, au nimefanikiwa hiki. Baba, nina kiasi hiki kidogo, nimeenda kumpelekea baba. Baba, nimekwama hapa na hapa na hapa, nahitaji unisaidie. Baba, nimefanya hili na hili, nahitaji. Anatengeneza ukaribu wa baba yake. Yaani yeye anatengeneza ukaribu kati ya yeye na baba yake. Anautengeneza ukaribu sana. Kwa hiyo inafika wakati baba hao watoto wengine mpaka wanaona wivu. Wanahisi kama huyu mtoto anapendelewa. Ila sio baba, ana uchaguzi. Baba wote anawapenda. Yaani baba anawapenda watoto wake wote hawa watano. Lakini kwa nini anakuwa karibu na huyu? Huyu sio kwamba baba anatengeneza ukaribu na mtoto, bali mtoto anatakiwa atengeneze ukaribu na nani? Na baba yake. Mtoto anatakiwa atengeneze ukaribu na baba yake. Sijui umenielewa? Unaona bado hujanielewa. Yaani hapo bado sijaeleweka. Yaani mtoto anahitaji kutengeneza ukaribu na baba, si baba kutengeneza ukaribu na nani? Na mtoto. Maana baba na watoto watano hawezi kutengeneza ukaribu na kila mtoto, ila watoto wanatengeneza namna yao ya kuwa karibu na baba yao. Kwa hiyo baba anachokihitaji kwa mtoto pale anapotoa kitu, labda baba, nimekwama nyumbani, familia imeenda hivi na hivi na hivi, sina hela kula. Baba anakupa hela, bwana, hebu tatua tatizo lako hilo. Anakupatia hela. Akikupatia hela, hao watoto watano wao wakipatiwa hela wanapotezea. Lakini huyu mtoto mmoja akipatiwa hela anamshukuru kwa unyenyekevu. Anaingia kwenye anamshukuru baba yake kwa unyenyekevu. Anaanza kumuomba, bwana, baba, nashukuru kwa kile ulichonipatia, kimenisaidia hiki na hiki. Kwamba anarudisha feedback ya kile kitu ambacho amepatiwa. Mwisho baba anahamasika kuongeza zaidi kwa mtoto wake. Baba anahamasika kumuongezea zaidi nani? Mtoto wake. Kwa maana ni mtoto mwenye unyenyekevu na mwenye shukrani na mwenye kushukuru. Narudi kwenye pointi yangu. Sijui umeanza kunielewa hapo? Yaani baba anaongeza zaidi kwa mtoto mwenye unyenyekevu na utii kwa baba yake. Kwa hivyo baraka ni haki yako kuipata kutoka kwa Mungu. Bali je, Mungu hupendezwa na wale wamfuatao na walio karibu naye? Yaani Mungu hupendezwa na wale wamtii na walio karibu naye. Yaani hawezi kukupendeza wewe from nowhere tu, umehangaika kwenye maisha yako, umepata hela, umekula, umelala, umeamka, umefanya mambo yako, humkumbuki kwamba kila hatua yako yeye ndio kila kitu kwenye maisha yako.
Kila hatua unaipitia, yeye ndiye kila kitu kwenye maisha yako, lakini huna muda ya kumshukuru, kumkumbuka, kumuomba zaidi. Huna. Bali unaona watu wanaofanikiwa na upata baraka kutoka kwa Mungu, mwisho wanaanza kuita wa Freemasoni, wachawi, kumbe wana siri iliyojificha nyuma yao. Ndio hao ambao wanaingia wachungaji wengi wezi bwana, wachungaji matapeli, wachungaji sijui wanafanya. Kumbe wachungaji wana siri ambao wao wanatembea naye kuiomba baraka yao mbele ya Mungu. Haleluya. Kwa hiyo baraka ni haki yako. Usiseme kwamba eti mimi nimekwama naenda kwa mchungaji akaniombee, ngoja nimtafute mchungaji aniombee. Tafuta mchungaji akuonyeshe njia ya maombi ambayo unaweza kupita naye ukasimama. Sijui umenielewa? Kwa hiyo baraka ni haki yako, ila namna ya kuiendea baraka ama kuifikia baraka, huo ni wajibu wako. Unatengenezaje mahusiano mazuri wewe na huyo mtoa baraka? Baraka ni haki ya mwana haki ya mwana kuipata kwa baba yake. Lakini baba haki yake ni umtii na umsikilize na ufate matakwa yake na masharti yale ambayo amekuwekea. Na njia gani unatengeneza ukaribu kati ya wewe na baba yako? Utapokea tu. Yaani utapokea. Hakuna mchawi wala mganga hapo atakayepita kwako. Wala hakuna mchungaji wala shehe unayemhitaji, bali wewe mwenyewe, kwa maana alisema niite nami nitakuitika, sio mniitie. Shida kubwa ya watu wengi, tunakuja kukosea pale tunapopita kwenye magumu. Tunamkumbuka Mungu pale tunapopita kwenye magumu, na pia tunapokuja kupita kwenye magumu, kwa sababu hatujui njia gani tunamfikia, tunatafuta watu wa kutufikisha. Yaani tunatafuta watu walio karibu na Mungu, wao watuombee. Narudi kwenye mfano wangu ule wa mwanzo. Tuko 5 tumezaliwa. Kati ya 5 mmoja huyu ndio yuko karibu sana na baba yake, lakini hawa 4 hawana time na baba yao. Huyu ndo anashukuru, anamfuata baba yake, anazungumza naye, anamueleza shida zake. Mwisho hawa wengine wakihitaji jambo lolote kwa baba yao, hawamfuati direct baba, yani hawamfuati baba direct, wanapitia huyu aliye karibu naye ndio awaombee ni nani kwa baba. Wanamfuata, bwana tunaomba, tunajua wote ni watoto wa mzee, tumezaliwa pamoja, tumepishana tu umri, lakini nahitaji uniombee kwa baba ili nipate kitu fulani. Tunamfuata mtu atuombee kwa baba, ila hatumfuati mtu atuelekeze njia gani wewe, kwa nini uko karibu na baba na sisi tunataka baraka hizo unazozipata kutoka kwa baba. Tunaenda kufata mtu akatuombee. Sasa ukishanifuata mimi nikakuombea kwa baba, nachokifanya nitaenda kumwambia, bwana brother mkubwa ana shida. Shida yake ni 1 2 3 4, mzee unaweza kumsaidia? Sawa. Baba hatotia maanani kusaidia kama ungemfuata direct na ukamnyenyekeza mbele yake, ukapiga magoti mbele yake, kisha ukamuomba wewe direct. Yani wewe ukamuomba direct, atajibu haraka sana kuliko wewe ukamtumia mtu akuombee. Bora umtumie mtu umuulize ni namna gani naweza kumwendea baba nikapata baraka kama wewe unazozipata, ila sio muendee mtu akuombee baraka kwa baba yako. Haleluya, mtu wa Mungu. Nahisi unaanza kunipata, nahisi naanza kueleweka hivi kidogo, sijui unanielewa. Baraka ni haki ya mwana kuipata kutoka kwa baba yake. Siku ya leo utapokea baraka kutoka kwa baba yako kama utapiga magoti na utaomba wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe utapiga magoti mbele za baba na kisha utaomba baraka yako. Leo tutaingia kwenye maombi ya mambo makuu 3 ambaye nataka niyafundishe watu wengi. Wanapoingia kwenye maombi wanachanganya maombi. Yaani wanachanganya maombi. Hawajui kusimama kwenye maombi ya aina fulani, ila wanachanganya maombi. Kwanza kabisa tunapita kwenye mambo mengi sana kuanzia asubuhi. Mungu amekuamsha ukiwa salama, umeshinda mpaka jioni ya leo hii uko salama. Haijalishi kwenye changamoto zako ulizopitia, kuna 100% umefanikisha na 100% kadhaa ambazo mahitaji yako ya leo hayajafanikiwa. Hiyo haijalishi.
Lakini jioni ya leo kumbuka kwamba kuna watu, wewe umefikisha jioni ya leo umefika, lakini kuna watu tumewaacha. Wengine wamegongwa na gari wamekufa, wengine wako hospitali sasa hizo wamelazwa, wamekatwa miguu yao, lakini kuna wengine sasa hizi wako jela, hawana makosa, wakajikuta tu wakachukua kaswekwa huko, wamefungua vifungo vya maisha. Wengine wako gerezani wanateseka, wengine wanahangaika, hawajui wanakula nini, hawajui wanaishije siku ya leo, hawajui wanafanya nini. Lakini wewe Mungu amekupa neema, umefika jioni ya leo, umeweka bando, umeweza hata kuniangalia, hata kufuatilia kipindi changu, sio kwa bahati mbaya. Yaani amini usiamini, hili halikuja kwako kwa bahati mbaya, kwa makusudi kabisa. Yaani sio kwa bahati mbaya. Kwa hivyo cha kwanza kabisa, ifikapo jioni ya leo, piga magoti mbele za Mungu, mshukuru Mungu kwa kila hatua ambayo umeweza kuipitia. Uweze kumshukuru Mungu kwa hicho kidogo ambacho umeweza kukipata. Amekuvusha kutoka mchana, asubuhi, umefika mchana, imefika jioni, ili uweze kupokea baraka mbele zake siku inayofuata. Mshukuru Mungu kwa hatua ulizopitia siku ya leo. Tunahitaji sana kushukuru kwa hata kidogo ambacho tunakipitia mara kwa mara, ili Mungu aweze kujua kwamba mwanangu ananikumbuka na anashukuru na anathamini kitu ambacho nachokifanya kwake, hata kama ni kidogo. Haijalishi unapitia kwenye changamoto gani, hebu mshukuru Mungu kwa kupa pumzi ya uhai, kwa kupa usalama, kwa kupa afya. Hebu mshukuru Mungu. Baada ya kumshukuru Mungu, turudi kuomba toba na msamaha. Hebu piga magoti mbele za Mungu, kisha omba maombi ya msamaha, Omba msamaha mbele za Mungu. Omba msamaha mbele za Mungu. Tumekutana mengi, kuna watu wametukela, tumewatukana, kuna wakati tumewatukana watu kwa sio kwa makusudi, sometimes imejikuta tu kwa sababu na stress tunazozipitia. Kuna wakati tumewaumiza watu sio kwa makusudi, kutokana na nyakati, changamoto tunazopitia, tumejikuta tunawaumiza. Kuna wakati tumewaliza watu pasi sisi kujua wako nyuma yetu. Tunahitaji kuomba msamaha mbele za Mungu mara kwa mara. Kuna wakati tumefanya vitu vya ajabu, tumefikiri mambo ya ajabu, tumezungumza vitu vya ajabu bila sisi kujua, na vingine tunavyovijua kwamba tumekosea. Turudi mbele za Mungu, tuombe maombi ya msamaha pamoja. Kisha mwisho tuombe baraka zetu ziweze kufunguka, kazi za mikono yetu iweze kubarikiwa. Kuna wakati unafanya kazi ya hela nyingi, halafu pesa upati, umepata robo, unapewa pesa ya kula, yani maisha ya mzunguko wako wa maisha ya kula yaweze kuzunguka, na sio maendeleo kama wengine wanavyofanya maendeleo. Wewe unapata hela ya kula tu, unapata kidogo, unakula, maisha yanaenda. Umepata hapa, unakula, issue ya 100,000 unatakiwa uipate, unapiga, unaweka malengo yako. Nikipata 100,000 nitafanya jambo 1, 2, 3, 4, 5. Lakini lile jambo halifanyiki kwa sababu hiyo pesa uliyoipanga haiji inavyotakiwa ili uweze kutimiza mipango yako. Unapewa hivyo ili usikose kula, maisha yaendelee, ili uweze kumkumbuka Mungu kwamba yupo na unapaswa kumuomba. Unatakiwa ufute hiyo roho ya dhambi uliyoifanya hata ndogo, uombe msamaha kwake. Kwa hiyo maisha yetu yanakuwa yanazunguka hapa hapo. Umepata hela kula leo, umehangaika, unateseka, kesho umepata, unaishi kwa kula. Wewe sio maskini. Yaani wewe sio maskini. Kwa maana kila kilicho ulimwenguni ni mali yetu, ni miliki yetu. Kila kilicho ulimwenguni ni miliki. Unapaswa umiliki leo, umiliki nyumba, umiliki gari. Ni haki yako kumiliki hivyo wanavyomiliki wengine. Lakini kwa nini uko 50-50? Yaani ueleweki. Kwa shetani haupo, kwa Mungu haupo. Yaani wewe upo 50-50. Kwa hiyo haujui unasimamia upande gani. Kwa siku ya leo nimalizie hapa, ila nitakuja na kipindi changu cha pili. Nitafundisha kwenye kipindi cha pili, tutakuja kwenye kipindi cha pili tutafundisha amini, kuwa, ishi kwenye mabadiliko. Kwanza uamini, pili ukue, 3 uishi, 4 uwe na mabadiliko.
Hiyo kipindi chetu tunapenda kuja kufundisha hayo mambo manne makuu muhimu sana. Uishi, uamini, ukue, kisha uwe na badiliko. Kuna watu wakubwa alafu brain ni ndogo. Yaani wana utoto. Mungu habariki mtoto. Yaani Mungu hawezi kukupa mambo ya kikubwa mtoto wenye akili za kitoto. Kuna watu wakubwa alafu wana akili za, kwa hiyo mtoto hapewi. Mtoto hawezi kukabidhiwa nyumba akailinda. Mtoto hawezi kupewa gari aendeshe. Mtoto hawezi kupewa fedha azimiliki. Kwa hiyo wewe kwa nini upati fedha? Kwa sababu bado mtoto. Sasa nitakufundisha njia za mabadiliko ama kukua ili sasa wewe uwe mtu mzima. Amina.